Unaambiwa kabla hujamchapa mtoto, mwambie kwanza alichokosea, ili wakati unamchapa ajue amechapwa kwa sababu gani. Lakini pia wale wengine ambao wanaangalia mtoto akiwa anachapwa, wakisikia ulichomwambia, labda wanaweza wakajifunza na wao wasirudie makosa ambayo huyo kafanya mpaka akachapwa. Sasa kwenye hii kesi ambayo naenda kutajia hapa, jaji kabla kwanza hajasoma hukumu, aliamua kwanza kutoa ushauri wa kimapenzi, ushauri wa kimahusiano. Alisemaje jaji? Ni jambo la ajabu sana. Kwenye hii kesi ya Jamhuri dhidi ya Samuel Malcolm Nduluwundu, kesi hii ambayo iliamuliwa na Jaji Mwipopo. Jaji huyu kabla hajaanza kutoa hukumu, mwanzoni kabisa mwa ile hukumu yake, ukurasa wa kwanza na wa pili, alianza kwanza kutoa ushauri wa kimapenzi. Anasemaje jaji? Anasema hivi: kuna methali ya Kiswahili inasema mvumilivu hula mbivu. Hata hivyo, wakati mwingine hii huwa haiko hivyo, hasa kwenye mapenzi. Anasema kama ambavyo mapenzi yanaweza kuleta raha, vivyo hivyo yanaweza kupelekea mauti. Kwa hiyo sasa inakuaje? Anaendelea kusema mapenzi ya upande mmoja yasiporudishwa yanauma sana. Kumpenda mtu asiyekupenda ni maumivu makubwa. Tunafanyaje sasa? Anaendelea kushauri jaji, anasema watu lazima wajifunze kwamba uvumilivu sio mara zote utawapatia wanachokitaka. Wakati mwingine inatokea kukosa wanachokitaka. Hii ikitokea ni lazima kujifunza kuachilia. Sasa hiki kisentensi cha mwisho ambacho naenda ukisema hapa, naomba ukisikilize kwa makini sana mtazamaji wangu, ni cha muhimu sana. Anasema hivi: kumwacha unayempenda ni vigumu sana, lakini mara nyingi ndiyo njia pekee ya kujipatia amani. Narudia. Anasema kumwacha unayempenda ni vigumu sana, lakini mara nyingi ndiyo njia pekee ya kujipatia amani. Kwa nini jaji alisema hivyo? Jaji alisema hivyo baada ya kuona kwenye hii kesi ambayo huyu mshtakiwa ambaye kwenye hii kesi alikuwa anakatiwa rufaa, alimpenda mwanamke mmoja, akampenda sana, akavumilia vitimbu vya kila aina. Lakini mwisho wa siku aliposhindwa kuvumilia, basi aliamua kumfanyia mauaji ya kikatili sana yule mwanamke. Sasa wakati ukifikiria, ukitafakari ushauri wa jaji wa mahakama kuu ambao anakupatia, ni kuacha na hii: usipende usipopendwa. Ukiona sehemu haupendwi, acha kupoteza muda, tafuta unapopendwa.